Mimi simjui mbona? Umjui na wakati nimeona kila kitu umechukuliwa, funguo, simu, si nini? Haya, nieleze vizuri. Na wewe dada, naomba usogee pembeni. Mimi usiniguse, usiniguse. Simu mimi nilikununulia. Na leo asubuhi umekuja umetaka hela za kodi ya nyumba. Haya, niambie huyu nani? Niambie huyu nani? Sema. Lakini Hakuna cha lakini. Kama vipi? Yaani tuchane hapa mimi na huyu, unampenda nani? Sio licha hivyo. Lakini ni kwa nini sio kweli? Mwambie ukweli. Na wewe. Mwambie ukweli. Na wewe. Naongea na mimi nachezea pesa zangu. Ongea upende. Ngojeni niwaweke wazi jamani. Hapa mimi namaliza kila kitu. Sawa? Nisikilizeni. Mimi najua wewe hapo na huyu hapa wote mlikuwa watu wangu. Ila sikuwahi kumwambia kila mmoja. Kumbe. Nisikilize basi mimi nimalize hapa. Mimi na tamaa. Tamaa nini? Mimi nataka niwaelekeze sasa hapo kilichokuwa kinanisibu. Sasa nisikilizeni. Mimi kama mtoto wa kiume leo nimeamua mimi nifanye uamuzi. Na huyo hapa umenikuta mimi mwanamchana. Kuanzia leo mimi sitaki cha mshangazi wala mbeki. Kwa hiyo kuanzia leo sitaki cha mazoea, sitaki cha mahusiano. Achaneni na mimi, siwataki. Kuanzia leo hii funguo zangu nimeshachukua. Simu zangu nimeshachukua. Kuanzia sasa ninapoongea na wewe. Alafu sikia usimtishie mtoto mdogo sana. Umenielewa wewe? Kuanzia leo hii nisitaki nikuone tena. Naondoka zangu, mtamalizana na mshangazi wako. Na mimi, yaani aliposema huyo mshangazi wako na mimi poa. Kwanza leo usinipigie simu, usinitafute wala. Asante Mwenyezi Mungu. Najua hata kama ameninyang'anya funguo si simu, nitajua cha kufanya. Ni mtoto wa kiume. Nimeliepuka jambo kubwa sana ambalo lilikuwa linaninyima amani, furaha. Maana uonekani kweli na mimi nimekususa. Shoga yangu unayumba. Wewe suliniaga au umesahau unajisaulisha? Shoga, si unaona mtu mwenye alivyo na mambo mengi. Kasahau. Wewe acha tu shoga yangu. Na hivi nimesikia na mgodi, akili yangu iko waru, nimechanganyikiwa. Nawaza tu hela. Natamani hata uwahi kunimaliza kusuka nipae. Wewe tuliza kichwa hapo, sikivu kuuliza swali. Yaani wewe unachanganyikiwa mtoto 2000 jenzi hivyo Sana mimi nisemeje? Yaani wewe unachanganyikiwa hela kusikia mgodi kama yule dogo unamfahamu nikisema hivyo la kaniacha. Ana mshangazi huyo, sijui mshangazi kaja, sijui mshangazi ule wa Magufuli. Siku moja si nimempita pale nimemkuta naye. Sio alikuwa anaachana, kamnyang'anya simu, kamnyang'anya funguo. Nikasema kumbe sasa mimi nilivyosikia vile nikakaa kwanza pembeni nisikilize. Nasikia nakulipia kodi, sijui nafanya nini. Kumbe tulikuwa tunalipa wawili, tunamlipia dogo yule alipokuwa na mambo mengi. Yule ndo ana mambo mengi kweli kweli. Sio wewe. Wewe kwani kabisa umeukuta hapa. Umekuja miguuni kwako. Usichanganyikiwe hivyo bwana. Pole shoga yangu. Kwa hiyo kile kiserengeti boy chako kimekuacha au ulipunguza matunzo? Mwenzako kazidisha huko akaona awe tena na mishangazi miwili. Yaani watoto asikiza na mambo mengi kama ulivyosema wewe. Sio matunzo, ana tamaa. Yaani tamaa. Wanataka atoke hapo afike kule kabla hajafika hapo. Ni kweli shoga yangu. Maana siku ile ulikuwa mchamba ulikuwa mnyambua hujambakisha hata kidogo. Sijui na ule bonge ilikuwaje. Yaani sasa yule bonge uliomwona siku ile. Yule ndo mshangazi mwingine. Yule sasa kachukua funguo, alimnunulia simu. Mimi sikaja na simu nimeokota. Sijui nikasema okote simu mjini hapa, sio kweli. Kumbe mshangazi wake kamnyang'anya funguo. Na nyumba nilipanga mimi. Hela kodi ya nyumba nilikuwa natoa.
Na hata siku ile kamnyang'anya funguo, katoka asubuhi kuchukua hela kwangu. Usiniambie. Jamani. Sasa huyu ndogo anapenda mishanga. Sasa leo niliona ni tumbo. Hapana, niliona ni nene mno. Hadi nikasita nitaka nimvamie niruke. Hapa atanishindilia chini. Mbona uachane naye? Nikamwambia tu yule dogo, kwanza leo mimi na wewe bali kila mtu aendelee na maisha yake. Kwa kweli. Nimekaa hapa niwasikiliza, ndo nikakumbuka juzi hapa nilikaona kamepoa kama maji ya mtungini, kumbe umekaacha. Maskini kameacha. Ila na udugu na wewe uache. Hizo tabia za kutukana mtoto. Hasa kitoto kama kile kinakupeleka wapi jamani? Kazi tu, hela zako zote zinaishia kwake. Achana nacho. Hizo hela zako ungekuwa umetunza sasa hivi hata benki. Na wewe Neema kwa benki. Nina migodini, migodini mama. Ngoja ukatumbukie kwa tunaoni kafanya. Tulia hapo. Maisha yaendelee, mtoto wa kike bana. Uko migodini mzangu achini. Tukiua. Haya turuhusu. Sisi watoto wa kike kwa kuingiza 200 akaisha hapo. Sasa kakazae na migodini mambo mengi. Utakukuta jambo. Bibi na wewe uache. Watoto wadogo kitu cheki kibanja si. Kifupi ni kama kinini. Achana nacho. Au unaje? Kiwa kinanisaidia. Kinakusaidia nini? Kile ni kikukula. Kinatoa hela kwa taifa. Mimi kwa nisaidia kodi tu. Kama maana nzuri nimeiona sehemu pale. Kwa hiyo bibi ulikuwa unapenda sana. Hata hivi bwana kibaya bana, tafuta mwingine. Safi mdogo wangu, niambie. Maana nakuona umetoka huko. Pilika. Kuna mchonzi mmoja kanisumbua huko. Kanivuruga. Si unajua yule shemeji yako nilokuambia yule tena? Nimerudi zangu safari na kukutana naye kumbe ya bonge la mshangazi. Ni mama jituzima hilo. Usiniambie. Niambia sijui eti mimi na yeye basi kitu. Nimemnyang'anya kila kitu, simu yangu nimenyang'anya, funguo zangu nimemnyang'anya kila kitu. Sasa hivi hata majukumu kidogo hata nyumbani atapumua. Mama alikuwa anipaikaeka. Natoa pesa zangu kumbe naenda kuonga mshangazi wake mwingine. Lakini dadangu. Unapilika kweli yani. Hapo nimesahau. Kuna yule anakuletea uji, kakuletea mzigo. Bwana hata uji wenyewe mnao kunywa, hebu niache kwanza nafsi yangu ipumue. Nimechokona kanichanganya yani kanivuruga kichwa changu. Wewe vipi kwanza hapo nyumbani? Hapa nyumbani sana. Kama unavyoona nimekaa hapa nimepumzika. Nimetoka kwenye pilika zangu huko nimechoka, nikamwona nije nikae kupumzika. Na vipi huko ulikotoka? Huko nilitokako salama. Yaani salama, namshukuru Mungu. Ndio bwana nimeenda kuongea naye. Kikweli amenisaidia sana. Kwa hiyo nimepiga mission 2-3 kaniambia kesho niende nikamalizie. Ila dadangu pole. Kuna pole bwana, sasa ikasha nipumua. Nipumzike na majukumu mengine, maana nilikuwa na majukumu mazito. Na wale ya familia yake, wadogo zake nasomesha, yeye namlisha, kila kitu namfanyia, bado aliziki, wanawake ko. Yule mtoto ni mchafu. Aloshindikana. Sasa unaposema ni mchafu afu mwenyewe ni ukwemo. Tafsiri yake ni sasa mimi nilikopo naye, hayo yote alikopo hana. Sasa nashangaa nilipoondoka mwezi mmoja tu kurudi. Kosa la jinai. Kwanza umemuona wewe mdogo wangu mwenyewe? Wewe mama mwenyewe umemuona? Dadako mashallah. Hatari. Jitu lile nakwambia sura ile. Zeze kweli. Acha. Usiniambie dada. Waambiwa na nani tena? Hebu niambie koma. Utajionea mambo mtaani. Uko utaambiwa. Tutaenda kwa marafiki zako utaambiwa. Nachoka mie. Mdogo wangu ananifikirie. Mnataka mishangazi sawa, mnataka kulelewa sawa. Lakini sio kwa mishangazi ile. Mishangazi bibi. Hodi. Tunakuja. Nyumba hii kwa majanga. Shikamoni. Mahala vipi? Safi. Si ndo nyumba hii ndo naelekezwa. Vipi? Na hii ndo hii. Kuna mkaka hivi namuulizia. Leo nina siku yani mama simuoni. Mrefu, mwembamba, mweupe. Mama tulia.
Uliza munkari yako, shusha mama pumzi. Sio unakuja juu juu kama antena zangu na sakiti dawa. Haya, shida yako ni nini? Maana nimetoka ulikotoka zangu ulishawasha moto na wewe unakuja kuletea matatizo yako ulimwengu. Haya, niambie. Yaani mama, simama hapo hapo. Nakuomba. Wewe mtoto mdogo uweze kunisimamisha, simama. Hebu eleza shida yako. Dada, ya kwanza basi. Na nyinyi msinivuruge, nishavurugwa huko. Kwaona wewe sitaki kumshalibomoa. Basi sameni. Mmelivuruga. Dada, ongea nakusikiliza. Yaani mama, kutoka huko napotoka, nimetoka nina jazba la hatari. Kufika hapa badala unipoze unanipa makali mama yangu. Nikupoze nini? Karibu maji ya moto haya. Nikupoze. Au unataka nikupoze nani? Sitaki mama yangu. Wewe unataka nini? Yaani nimekuja hapa mimi shida yangu moja. Shida yangu huyo mkaka, mimi nimeelekezwa anakaa hapa. Huyo mkaka hana jina. Maana tuna wakaka wengi humu ndani. Kwa jina lake mimi sijalipata, lakini ni mrefu mwembamba mweupe. Na kalili sura. Wembamba warefu wapo wengi. Lakini ndio huyo mama. Huko kutoka nilipozunguka kote kumuulizia nikaambiwa ndo anakaa hapa. Hebu kaka bwana, unamjua labda? Maana wewe ni mtoto wa kiume. Dada, anamsemea yule kaka mkubwa. Wewe kaka mkubwa yeye anamjulia wapi? Asiyemjua jina mtoto wa kike wazunguke huko asompe. Aje aseme kwamba namtaka si uko hivi kaelekezwa wapi? Kaelekezwa na nani? Kuna weupe wangapi? Warefu wangapi? Au ndo mmeshavaga huko chini tayari? Dada yangu, usiwe mkali kiasi hicho. Sawa, umetoka na pilika zako. Umetoka umegombana, usiwe mkali kiasi hicho. Msikize dada hapa. Huyo kakako kafanya nini kwanza? Mnazidi kunitia moto hapa. Huyo kakako kafanya nini? Hasa kidhambi kwa nini najua? Tumsikize sasa dada. Dada, huyo kaka kafanya nini? Yaani huyo mkaka tuliongea dili yetu. Yaani ndio hapa ufunguke, hapa ndo kwao. Alafu mimi ndo dadao mkubwa. Mama, kuna jambo hilo tuliliongea. Kwa hiyo ili jambo lilokana hapa tukiwa niwe naye yeye mwenyewe, sio kukwambia mama. Jambo gani? Jambo gani? Mtoto mdogo kana jambo lizito ushindwe kuongea, ushindwe kuambia sisi watu wazima. Mimi ndo dada yake. Na mimi ni mdogo wake pia. Mama, lakini nikikwambia mimi sitaki. Hebu sema mtoto wa kike. Kama umeamua umetoka huko alikotoka mpaka umefika hapa, ina maana ile jambo ndo kulimwaga. Kama wewe mtoto wa kike na siku zote mbea lazima amwage. Limwage ile jambo niliona mimi ndo dada yake mkubwa na wewe ndo mdogo wake. Haya, usipolisema hapo kasemea wapi? Haya mama, kuna jambo alinishirikisha kwa wawili, mimi na yeye. Sasa akanipa siku tulifuatilia kama siku 3, kama sio siku 3 siku 4. Maana kama mwenyewe una uhakika nao. Ngoja kwanza basi dada msikilize. Nisikiza kwanza mama yangu. Alinipa siku tufuatilie ile jambo. Kulifuatilia kuna siku nikaenda pale studio. Kufika nikawa namuulizia mama yangu, nikaambiwa yupo, nikaambiwa niende kwenye table sijamkuta. Leo katika kuzunguka kwangu nikaambiwa hapa ndo kwao. Nikaja kufanyaje? Kumuulizia yupo. Huyo hayupo hapa katoka. Wewe una jambo lako limwage. Haya, tuambie shida ni nini? Lakini dada, nakuomba usije ukamwambia. Na mbea ndo alivyo. Wewe lopoka tu. Usiogope chochote, wewe lopoka. Alinipaga kuna hilo jambo, kuna mkaka nimfuatilie. Mweusi hivi. Anapendaga sana mishangazi yule mkaka. Mweusi yani yukoje mweusi. Mweusi kama kibonge lakini sio kibonge sana. Na anapendaga mkaka kuvaga mizula, anapenda sana mishangazi. Anaitwa nani? Yule subiri kwanza tumsikilize. Huyo mkaka anaitwa nani kwanza? Yule mkaka anaitwa Konde Boy. Sisi unampata? Huyo mshenzi, wewe anapenda mishangazi, umetoka kulibamiza sasa hapo na mishangazi yake. Ndio huyo mama yangu. Kuja hapo chini na mishangazi yake. Sasa huyo alikuwa mwanaume wangu mimi, huyo mdogo wangu tulia. Huyo umetoka kuambia umetoka kugombana naye, mmemnyang'anya na funguo, nimenyang'anya simu. Tunaelewa. Ndio huyo anasema huyu msana. Nipe namba. Basi ndio huyo. Akaniambia nakuomba ufuatilie ule mkaka. Unipe yani mambo yote anayoyafanya. Ndio maana kutoka kwangu nikaja hapa kwao ndo nipoelekezwa. Anakaa hapa. Kwa hiyo wewe unatakaje? Mimi mkaka nilikuwa na shida naye namuomba. Yaani shida gani? Ndio nataka uniambie shida yako. Mimi ndo dada yake. Mkubwa ndo wa kwanza na wewe ni mdogo wake. Maana sisi tuko watatu tu. Haya sema. Na shida yangu mimi hapa kwa ule mkaka nataka nimwambie ule mkaka vitu anavyovifanya. Ndio shida vitu anavyofanya vitu gani anavyofanya nishampiga mshangazi wenyewe mishangazi atajijua mwenyewe mimi ndo mshangazi yake nilokuwa namlea. Sio umeelewa? Na kuona mamangu. Mashallah alikuwa anamhudumia mie, namvesha, namlisha, nahudumia familia yao yote na nyumba nimempangia nyumba nzima na nimekuja kukuta na bonga la mshangazi kwenye familia mamangu.
Yule mkaka unavyomuona yule kaka yangu toka nitoke. Unavyosema hiyo nyumba usiniambie ile nyumba ndo wewe ulikuwa. Sasa ndo mdogo wangu. Tulia. Kumbe ndo wifi yangu. Pole. Hatujuani. Funguo hii hapa. Mimi na kaka yenu kuanzia leo ilikuwa ndo tumeshamalizana naye. Yeye na maisha yenu na nyinyi mtaendelea na maisha yenu. Kuanzia sasa hivi kama ni wewe mdogo wake yuleka mwanzo na mwisho. Na hata ile simu alikuwa anatambia ndio ile ya kwako mama. Hii hapa ninayo. Mnaniletea usiku, mnaniletea nusu kwangu.